DMP Kenya, subscribe. Don't watch video without subscribe, without comment, without sharing. Share video, comment, subscribe. If cannot subscribe, move away, don't watch. Okay? Bunge la wananchi. Nguvu mashinani. Bunge la wananchi. Nguvu mashinani. Okay, as the chair elect of Naivas Ruaraka Bunge la wananchi, we are here to express our idea concerning how our government is being run. So, kwa leo, mimi nikianza na jina naitwa Jeff Kaliba, chairman ya Bunge la wananchi ya hapa Naivas. So kwa leo tutaongelelea kuhusu hii broad-based government. Tunataka kujua wangapi katika hii nchi yetu wanaunga mkono jinsi serikali inaendeshwa, kuwa wanaunga mkono iko sawa, ama wangapi wanapinga hii broad-based government haiendi mkondo sawa. Sasa mkiangalia nyuma yangu hapa, niko na wananchi wa hapa Ruaraka, Naivas, watatoa idea zao na mtasikiza wenye wanaongea kuhusu serikali yao. Na utamu ya video ni mwisho. Usiwatch video uachie kwa njia. Ukiachia kwa njia, kuna kitu nimeongea hapo mbele ya maana sana. Hapo endelea tu. Fika tu hapo mwisho tu. Kama ni dakika 8 maliza tu. Hata kama uko busy, post. Maliza hiyo kazi unafanya, rudi. Kwa majina naitwa Douglas Uchuodho from Siaya. I will not join hands together with my fellow friends ambao wana support kwamba serikali ya Ruto ni mzuri. Mimi nitaikashifu serikali ya Ruto ni mbaya sana. I will join my hands together with Orengo. Sita praise serikali inafanya kazi mzuri, yet kazi haiendi mzuri. Sisi kuwa kwa broad-based government, naona ni kama ni ujinga. It is as if sisi ni adopted children. Umejua ukiadopt mtoto kwako na uko na watoto wako, kama unataka kugawa kitu, itabidi upatie mtoto wako na ule umemuadopt hata umpatie kidogo kisha kiwango kama ya huyu mwingine. Ndio kwa sababu one time unaona Faruk Kibet alichapa mbadi kutoka kwa red carpet kwa sababu he's adopted children. Yes. Ni mtoto ambaye si nini. So kuwa kwa broad-based government haitusaidii, manake sisi ni kama adopted children. Yes. Cha pili, Ruto aliahidi kwamba yeye ni hustler. Na ni kama hii hustler yake imekuwa halcinated to something else. Tulijua kwamba yeye ni mtu mgeni, mtu mpya ambaye atakuja kuokoa nchi. In fact, we saw Ruto as Jesus. But today hatumuoni kama Jesus. Najua kwamba umejua kinyume cha angel ni nini, sitasema ni nini. Ndio leo tunamuona hivyo. Yale mambo ambayo aliahidi sisi hatuoni. If you go to health sector imeharibika. Ukienda kutibiwa hakuna dawa, utaambiwa wewe ni dawa kwa chemistry ya nje. Hiyo pesa itoke wapi na wewe mwenyewe haujaajiriwa? Uko na watoto umezaa. Watoto wanafaa wasome. In fact mimi nilisoma wakati wa Kibaki. I enjoyed free education in my primary level. When I went to secondary I just paid 3,000 per year na nikamaliza kusoma. Na nikapita mpaka mtihani. Leo hii hata sina kazi kwa sababu mwenye ako kwa government badala ya kuangalia sisi kazi anazidi kutuhadaa. They said walisema wanatupeleka ngambo. Walisema wanatupeleka ngambo. Leo hii tuko hapa. Wenye walienda ngambo wale walisema wanaenda ngambo wanalia pesa zao zilikulwa na serikali. We must talk the truth. Tusidanganyane. I will not be happy. I am not even happy hata kidogo na hii serikali. The government inafaa itafutie job opportunities. Hiyo job opportunities haziko. And I think this broad-based government tuite tu blood-based government. Manake mimi ni kifo nimeona. Sita sifu mtu na sioni kitu kizuri mtu amefanya. In summary nikimaliza, we need a fresh blood kukuwa president wa Kenya. We don't want Ruto. Hata Munyoro mimi sitaki. I need somebody else. If we can find somebody from Gen Z, asimameta inchi is better. Because all of these people, because utasikia, because all of these people, they are just monkeys in the same forest.
Kwa upande wangu sitaunga mkono kabisa haswa hii mambo ya kuchukua watu kutoka kwa hii nchi wakipelekwa nchi za nje. The president should open the job opportunities within his territory. Tuko na makampuni kadhaa kama Kikomi kule Kisumu ilianguka. Kuna kampuni mingi zilianguka. Amushe hizo kampuni watu wafanye kazi kule. Kutoa mimi hapa kunipeleka ng'ambo, nitaenda ng'ambo ni sawa. Ni maiti ngapi zimekufa kutoka ng'ambo zikiregeshwa hapa nchini na umenipeleka nje kutafuta kazi? Atengeneze a conducive environment within this territory tufanye kazi hapa. Cha pili, angalie economy. My friend, utasema kwamba Ruto ametengeneza economy yet there is joblessness. Utapata wapi pesa ya kukabu with that economy? Hapana, tuweze fanya kazi hivyo Ruto. Okay. Mimi naitwa Tivilius. Watu wa Ruaraka wananijua kama T-boy, wengine wananiita boy. Ile kitu chenye nataka niwaambie, Ruto ako sawa. Hii broad-based government iko sawa. Ruto amefanya kazi yenye mimi mwenyewe si kuona kwa hao watu wengine. Sana sana kwa asua watu wa Saidi ya Nyanza. Ruto amefanya kazi na kila mtu. Mimi kama ningekuwa na Ruto ningemwambia ndio hii economy ikuwe stable kabisa, ikuwe stabilize. Hao watu wenye wanasiasa wakubwa wenye wanajifanya wanasema ati sisi ndio kusema. Hapana. Ruto, fanya kazi venye unafanya. Kama umepata njia ya kufanya nini kuslash au pesa yao, slash wa Kenya wasaidike. Nawaambia tena, wanaongea kuhusu sijui house levy. House levy ni sisi ndio tunachukuliwa pesa zetu. Hao wengine wenye wanaongea kuhusu mambo ya house levy, wacha waongee. Mr. Ruto, fanya kazi. Mimi nilikuchukua kama president na nilikuvotia kama president wetu. Na nataka kuona kama we mwenyewe unafanya kazi as a president. Wacha hizi maneno zenye akina wengine wanasema. Angalia ni nani anasema Ruto hajafanya kazi. Ameingiza kina Sifuna ndani, ameingiza nini John Mbadi ndani. Sasa hii economy iko sawa. Kila mtu anasema economy iko stable. Ni nani analia ati mambo ya economy economy ni mbaya? Nawaambia mandugu zangu, masaa imenikata katikati, lakini nitarudi hapo nyuma niwaambie mambo mingi. Asanteni. Kwa jina naitwa Third Force Chairman. Mimi siungi Ruto mkono hata mmoja kama president wangu kiti ya kwanza. Kwa nini siungi Ruto mkono? Ruto kama president, kuna mikakati mitatu ya kuongoza nchi. Yote ameunganisha ikawa yeye ndio judge, na yeye ndio mwalimu, na yeye ndio mwananchi. Kwa hivyo kila kitu ameweka kifua. Tangu nizaliwa sijaona mtu president anaenda kufungua maendeleo ya choo kwa kijiji. Hii ndio mara yangu ya kwanza kuona president anakuja kufungua police station mahali kijiji watu wanakaa. Mahali kunguni na kula watu, ashughulikie na mambo ya maisha watu, anashughulikia na mambo ya polisi. Wala wa polisi hawatosheki. Pesa yao imekatwa, wale wanafanya kazi wamekatwa pesa. Hii pesa tuonyeshe inapelekwa wapi? Juzi alitoka na alienda kutafuta pesa msaada nje. Swali yangu kwa mheshimiwa William Ruto, alipata hiyo msaada na hajatueleza hadi wa leo alikuja na pesa ngapi, na tunaelekea kwa budget. Hiyo pesa inaenda wapi na nini itafanyika? Mwaka jana tulikataa maneno ya budget. Je, mkakati gani sahihi ataifanya ili turidhike na hiyo budget anaenda kufanya? Hiyo ni swali nauliza William Ruto anijibu. Upande wangu kama mzazi, ameingilia paka walimu ndani. Mambo ya ulimu ameharibu. Mambo ya ukulima ameharibu. Juzi alipewa fertilizer na wana Israeli. Akuja atupatie bure tulime nayo. Hadi anatuuzia. Tena anaongeza hata mawe kwa hiyo fertilizer. Badala ya kutuuzia kwa bei rahisi tupate kile tunachukua, anaongeza hata mawe ndani. Je, hiyo ni kazi ya president ama hiyo nini? Anajaribu tu. Yeye mwenyewe akisimama anasema Wakenya sasa sio wajinga. Kwani sisi Wakenya na yeye nani mjinga akifanya ujinga? Ujinga inaenda na ujinga. Hatutaki ujinga this time. Mtu yote ile tutatoa atamangana na yeye. Tunaenda kwa election. Hatutaki mfuruko. Hatutaki ulama. Lakini akisimama atuambie
Sasa anatudanganya hakuna siasa. Na yeye kila siku juu ya gari. Kila siku juu ya gari. Anafanya nini? Na afanye State House. State House ni mali yake ya kukaa. Na order atoe kama president. Kila siku asubuhi juu ya gari. Juzi alikuwa anadanganya ati alikutana na Kosgei, mwenye shamba ule forest. Wakaongea naye, mtu alikufa 1917. 2017 alikutana na yeye kwa kaburini ama alikutana na yeye wapi ndio wakaongea kampatia ruhusa achukue shamba yake. This is the Job Agwanda, supporter wa Mheshimiwa William Samoei Ruto Mathare. Mimi tangu nizaliwe mpaka nikae hii mwaka yote mpaka saa hii sijawahi ona rais mzuri kama Rais William Samoei Ruto. Na si ati naongea tu, nataka nizungumuze nikiwa na fact, nikiongea yale ambayo Dr. William Samoei Ruto ametufanyia. Unajua kuna haja uongee na kuna fact. Inastahili ukiongea unaongea na kuna fact ambayo unasema na tutagree ya kwamba amefanya. Number 1, kampuni ya miwa imekuwa na tatizo hapa Kenya kwa muda sasa. Zimekuwa zikilala bila kufanya kazi. Muhoroni, Chemelil, Soni zimekuwa zikilala, hakuna kazi. Zinafanya nini? Zinafanya. Na tumeona effort yenye amefanya. Effort ya kwanza ensure ya kwamba ameweka hizi vitu kwa PPP. Na hizi sasa zitakuwa privatized. Inamaanisha ya kwamba zitakuwa zikifanya kazi for the next 30 years. Tunaelewana? Hiyo inamaanisha anafanya kazi. Number 2, huyu jamaa ameenda China, si ati kukopa loan. Nilisikia mtu akisema hapa ati ameenda kukopa loan. Lazima tukue watu ambao wanasikiza media na tunaelewa kenye media nasema. Ruto alielewa na akasema ya kwamba alienda kuongea na serikali ya China. Kufanya nini? Public private partnership. Ku extend SGR from Naivasha to Busia border. Hiyo inamaanisha nini? Ruto is trying to expand the economy. Within 2 years, Ruto ame-expand economy, anaongea vitu ambayo inajenga mwananchi wa kawaida. Hiyo ni number 2. Number 3, Ruto ameona ya kwamba kuna congestion na watu wako na shida na mambo ya nyumba. Hizi nyumba zenye Ruto anajenga is almost 70% complete. Na jana kama ulikuwa unasikia TV unaambiwa ya kwamba almost 1000 people wanaingia kwa nyumba. Hizi nyumba si watoto wa Ruto wanaingia. Ruto wako na watoto 2 watano. Tell them. Tunaelewana? Nyumba zikijengwa 1000, 2000, 3000 ni wananchi wa kawaida ndio wataingia. Kwa hivyo tunasema ya kwamba aendelee kujenga nyumba almost 70% complete. So is okay. Kenye tunajaribu kusema ni this is the first time. This is the first time. Unajua we want to talk facts about Ruto. The first time Sony Sugar imetengeneza profit ya 10 billion ilikuwa kwa gazeti. Inamaanisha nini? There's something is being worked on. This is the first time Jomo Kenyatta International Airport imetengeneza nini? Profit. After 20 years ilikuwa kwa gazeti. So that is how government is being run. Nasikia watu wengine wakiongea economy. Ni nini unaweza tumia kuonyesha kwamba economy is growing or depreciating? Economy is growing ukiangalia mambo ya dollars and everything. Saa hii dola imefika 130 something. Dola ikifika 130 to 120 something. Inamaanisha ya kwamba economy is growing. Only one thing yenye nataka kuomba Mheshimiwa William Samoei Ruto ni moja tu. Imagine hizi vitu amefanya within 2 years. Lakini naomba in the next 3 to 4 to 10 years. Naomba sasa angalie mwananchi wa kawaida. The only thing Ruto akifanya sasa kila mtu atatengeneza atacheka ni Ruto ensure salary ya wananchi wa kawaida iongezwe. Such that mtu akipata pesa anaweza jimudu na economy ambayo ina grow. That is the only thing naweza ongea. Asanteni sana. Kwa majina naitwa Kennedy Omondi Obongo, member of Nyakach. Naanza kusema hivi. Mandugu zangu, tusidanganywe hapa. Na wengine wametumiwa wanasupport Ruto. Bwana, hii Kenya hakuna kazi huyu jamaa anafanya. Huyu jamaa anaitwa Ruto, hakuna kazi amefanya. Kazi ya kwanza ni kutenga.
Kazi ya pili ni kusimama juu ya gari. Tuko na watoto kwa shule. Ni mwanasiasa. Ni nini? Ni nini? Mtoto unafanyia mtoto kama we ni msasi, ye pia ni msasi kama sisi. Ya pili, tuko na wasasi. Kazi yako ni kutoa oda, kutenga. Unatutengia nini? Si tufanyie kazi vile tunataka. Tusikie vizuri kama wananchi wa Kenya. Tusikie vizuri kama wana bodaboda. Tusikie vizuri kama mama mboga. Ulituahidi. Nasikia manyumba. Affordable houses. Siko wapi? Siko wapi? Siko Pangani. Hapa Mathare hatuna hata moja. We Mr. President. We Mr. President. Unasema tutakuwa na walimu 10 hapa Mathare Primary. Wako wapi? Ulikuja hapa juzi ukatuambia tutakuwa na DC na DO hapa. Siko wapi? Tutakuwa na Huduma Center hapa. Iko wapi? Mr. President, kazi yako ni kutenga. Hapa Mathare ulitenga. Unakuja kufungua soko. Mimi nimemaliza yangu, lakini angalia raia. Mimi nikisimama hapa, what I want to condemn first is what we so called a broad-based government. Hiyo kitu inanipea uchungu sana. Ruto amechukua broad government juu ya campaign. It is like a campaign tool yake. Juu opposition sahi wamesahau kazi yao, wameungana na serikali, wakaacha wananchi wakiteseka. As we speak, nobody, hakuna hata mtu mmoja anaweza tetea wananchi. Juu opposition tayari wameungana na serikali, wakinyanyasa wananchi, wanasahau wananchi ndio waliwaweka kwa post ambayo wako nao saa hii. Nikiongea kidogo, lakini sio kidogo sana. Hii serikali ya William Samoei Ruto is the worst. So much worse I've never seen. This is the regime where students from universities cannot go to school because of what we so call the funding models. Swali yangu kwa rais, nataka nimuulize kwa nini alitoa the previous model yenye watoto wetu walikuwa wanaenda shule kwa university without being put in bands. Mara uko band 2, uko band 3, uko band 4, uko band 5. Ni nini ilikuwa mbaya na ile band ya zamani? Ile yenye makatels walikuwa wakakuja wakabadilisha. Ya pili, mambo na fertilizer yenye ilikuja ya wakulima. Hiyo fertilizer ilitoka ng'ambo, ilitoka Israel, ikuji isaidia wakulima wa Kenya. Rais na kikundi yake wakafanya ukarabati, wakaweka hiyo fertilizer sasa ni ya kununuliwa 2000 sijui 3000. Kwa nini anafanya hivyo? Mimi ni mkulima na mimi ni mtoto wa mkulima. Agriculture is the backbone of the country. Na akianza kutampa na agriculture hivyo, kumaanisha nchi inaenda mahali mbaya. Ya tatu, Ruto akona promises ambayo haisi fulfill. Kila mara akienda mahali ana promise wananchi. Kila mara akienda mahali ana promise wananchi. Juzi alikuja hapa Ruaraka akasema atafungua Huduma Center. Akasema ataweka walimu 10 TJ Kajwang Mixed Secondary School. Alisema ataweka 10 employed teachers. Next. Are you a student? Paka saa hii ni uchungu. Ni uchungu. Mimi kama mzazi ni uchungu. Ya mwisho. Kwa hii serikali ya Ruto ndio nimeona
We nyamaza bwana. Kwa hii serikali ya Ruto ndio nimeona cartels kwa kila sekta ya health. Health sector is not going well. Juu watu wameingia kwa health sector, after every 3 months minister of health anabadilishwa. After every 3 months minister of health anabadilishwa. Sasa hizo zote rais anafaa angalia. I am Movin Okumu. To me, Ruto has really done below expectation. In fact, what Ruto told us is going to do is contrary to what he's doing today. Ruto told us how bottom up. Mimi naona bottom inaenda zidi kuchimba chini, up inazidi kwenda up. Sijawahi mnaniambia sijui affordable housing iko huku. Mimi sijaona mama mboga ametoka hapa kaenda kuishi huko. Sijaiona. Hizo nyumba mnasema zimekamilika, hata sijui ziko wapi. 70% complete, understand? When you are telling me 70% complete, who is staying there whom you know? Tell me the truth. When you are telling me, when you are telling me the economy is good, when you are telling me the economy is good, since Ruto assumed power, how many people have been rendered jobless? How can the economy be growing when people are jobless? Who is growing the economy? When I'm jobless, it equally affects Mama Mboga. In fact, people who are free to live in Kenya are Burundi. They're the people who are living freely in this country. Eh? How can you open borders for outsiders to come, then we cannot access their borders? Eh? We people must be sober. Someone telling me how Ruto has developed Luo, Ruto si Mkabila. In equation, tell me the number of Kikuyu, Kalenjin versus lawyers and Luos who are in the government and parastatals. Ruto kama si Mkabila, raundi hii tumechoka na yeye aachie Raila Odinga basi. Kama yeye si Mkabila. Hey, aachie mtu mwingine. Ama aachie Mturukana kama yeye si Mkabila. Hey, our people we are sober. Luos are never cheap. You go and stand on top of the vehicle, you tell us how Gachagua is Mkabila. That is not enough. Hiyo sio manifesto. Sasa we Ruto tulia, tutakupanga. Hey, wewe ulisema umejipanga. Hata sisi tutakupanga hapo mbele. Si aliwapanga 2022. Tunaelewana? Wewe, that is the backbone. If you are tampering with agriculture, that is the backbone of the economy. Hapa ukienda EPZ, ni watu wangapi walikuwa wanafanya kazi hapo ambao wako hapo saa hii? Ukienda industrial area, watu wangapi wanafanya? Kampuni zilienda. These people are struggling to survive. Tunaelewana? Sasa Ruto, atulie tu, wakati wake upo. Chuma chake kimotoni, ataenda nyumbani. If he cannot do what is required. Ni vyema niseme mimi naitwa Mugambi Peter kutoka Meru. Mimi sina mengi mno ambayo ningependa kusema, lakini ningependa kuambia rais wetu yeye ni mtu bure kabisa. Because he is behaving just like a learned idiot. Sababu ni gani? Yale mambo yote ambayo alisema bado yeye anaendelea kutenga, yenye alitenga kwanza amalize. Si ati anatenga juu ya kutenga. Kwa hivyo ni vyema angeambiwa hivi. Kwa ile miradi yake yote ambayo aliahidi kwanza amalize, asiendelee kujenga nyumba juu ya nyumba ingine. Sina la kusema, nimemaliza. Asante. Kwa majina naitwa Osiro Sir. Nikiongea kuhusu serikali ya Ruto, kwangu sioni kama Ruto ni mbaya. Sababu moja ya kwanza, hii broad-based government, it is for the first time. Naona Ruto ameweka kila mtu kwa serikali, unlike the previous regimes. Kila mtu. It is not a must I be in the government, but if somebody can be accommodated in the government, why can't I support? Because you're also one of my fellows. So, to Ruto, first of all, Ruto aliambia wa Kenya warudi kwa ukulima. Watu wafanye ukulima. Hii mambo aliona mapema. Unaona? Kwa gazeti leo tunaambiwa eti the state of economy kwa sahi. It is not only money alone. Si ni pesa peke yake. So kwa hivyo inafaa tufanye juhudi. Tuangalie tumenyeshewa wapi. Si eti ni pesa. Kitu ingine niko nayo joblessness. Okay, ni ukweli watu wako jobless, but I don't think it is because of Ruto. It is not because of Ruto that people are jobless. Right now, hii ni shida yenye iko dunia mzima. Unaona? Kwa maendeleo, naona Ruto sahi at least
unasikia kitu imeenda wapi. Hata kama anapingwa huko Murang'a, bado anapeleka tu transformer sijui 400. Unaona? Anapeleka huko hata kama watu wanampinga. Bado hata deputy ni wao. Sisi hatuna shida. Bora anatufanyia kazi. Na Ruto ni mwanaume. Kama si Ruto mimi naona hakuna mtu mwingine angeokoa nchi hadi wa leo. Hata kama ni nani wao wengine wanapiga kelele. Hao ni waoga, wangeshatoroka. Ruto ni mwanaume, angalau amejikakamua hadi wa leo, ameshika serikali na ameweka kila mtu pale. Hadi wale wanampinga lakini hawezi toka kwa serikali. Mbona hawezi toka kama Ruto ni mbaya? Sisi kama rais ni mbaya, tunatoka. Tunakaa kando, tunaangalia venye anafanya. Unaona? So sina mengi la kusema, but what people should know, we don't have any alternative to replace Ruto by now. It is only Ruto, and if you have any other option, even you yourself, wherever you are right now, you can't tell me who can replace Ruto. Yeah, who can replace Ruto right now? We don't have. Mimi naitwa Elliot Yeno, aka Dinyau, aka Mnyoro. Mimi kujibu hiyo swali ya Raila kuingia kwa kila serikali, mimi naona kama hiyo ni business yake. Unajua ukiwa na business na inakupeleka mzuri, wasiwacha. Naona inawezi waacha kwa sababu ya nini? Uwezi sema ati Kibaki must go, alafu unarudi tena unaingia kwa Kibaki. Uhuru must go, tena unakuja kuingia kwa Ruto, kwa Uhuru. Nani hapa juzi alisema Ruto must go. Ruto damu yake, mkono yake imechukua damu ya wa Gen Z. Sasa mbona saa hii ameingia kwa Ruto tena? Hiyo damu ya hiyo mkono yake aliosa na nini? Ndio Raila akasika hiyo mkono yake. Kwa hivyo saa hii tumejanjaruka. Kwa sababu mimi nashukuru kabisa Gen Z. Gen Z imetufungua macho, akatuonyesha hii njia ni hii. Hao wazee wametukulia kwa muda mrefu sana. Asante. Kwa majina naitwa Afafi Makafafi. Mimi natoka katika eneo bunge la Ugenya kule Siaya. I want to answer the question that was asked by the panelist there, by the moderator, concerning Raila having joined various governments and the reasons as to why. Number one, we all know, or we can recall the circumstances that made him join these governments. For example, he joined President Moi in late 1990s, and the reason he joined President Moi was because they could not manage to defeat the system. Sometimes we are reminded that if you cannot defeat them, you do what? You join them. To fight from within. Exactly. And one of the achievements that we got as a community from that coalition of Raila and Moi, at least one of them that is there to be seen, is the Sondo Miriu hydroelectric power project. Exactly. Everybody knows about that. That is true. And then in 2002, we changed tact and joined forces with the likes of Kibaki and Charity Ngilu and so following to come up with a coalition called NAC. Everybody here who may have been alive then knows what I'm talking about. So, baada ya ile uchaguzi, kulikuwa na maelewano kati ya baba na mheshimiwa Kibaki wakati ule. Lakini wakati Kibaki alipochukua usukani ya uongozi, akaregarega na tukadisagree na tukatoka nje. 2007 ikakuwa baba ako pande hii, Kibaki ako pande hii. And then Kibaki stole that election. Kila mtu mwenye alikuwa anajua. So the nation was in the brink of collapsing. Baba, being a statesman and a peacemaker, chose to join President Kibaki for the stability of this country. It is not a matter of business. It was not a matter of business. And I want to bring to your attention the story in the Bible where two women were arguing about a child. And then a wise man asked them, tunataka sasa tugawanyishe huyu mtoto, ndio mmoja aende na pati ingine na mwingine aende na pati ingine. Then mama mtoto akasema pana, kama lazima tufanye hivyo, wacha huyo mwenzangu aende na mto. And then the owner of the child was known. So that is what happened in the year 2007. Raila's child was stolen by the opponent. And then Raila did not want now to lose the child to the opponent in full. So he agreed that the child is divided into two. Tukue na nusu mkate, nusu mka. We gained a lot from that coalition. Sawa sawa. Ukiangalia infrastructural development in the entire nation, not only in parts of Nyanza, in the entire nation.
including the ones that are being launched, that were launched during Uhuru's time, the Dongo Kundu project in Mombasa, ukienda Moyale, yote ilikuwa imezaliwa wakati wa coalition government ya baba na nani? Na Uhuru Kenyatta. It was during that time that we managed to get a new constitution that has made us stand here today to address the public. Had it not been for that coalition of 2007, hatungepata katiba mu. So we won halfway. We have not achieved what we intended to achieve fully, but we won halfway. And then we thought after having the new constitution, then in 2013 things would change. But then they did not. The forces of darkness within the system again took over fraudulently. Na ikafanyika hivyo tena 2017, Maraga akajaribu kutoa kwa mdomo ya huyu kijana, ikashindikana. And then because the guy was illegitimate, he could not even go to the parts of Western and Mombasa. Baba again came to the table for the purposes of peace and stability. Exactly. And from that coalition again, we gained, even in Kisumu, the port was revamped. Yeah. It created job opportunities. It increased the economy of Kisumu. So we gained. Also, and then let me talk about the last one, the current one, with President William Ruto. First of all, I'm not a supporter of President William Ruto. Let everybody know. We know that. And the reason I don't support William is because William has never stood for any good cause in this nation since 1990s. But because my party leader and the party I am loyal to has said that we work with him for the sake of the stability of the nation, I support the broad-based government, even though I don't support one President William Ruto because he never listens. He has never had leadership experiences. He does not listen to advices from his advisors. And in most cases, whatever William says, he does the opposite. Thank you very much. It is true 2023 tulikuwa na Ruto must go slogan na maneno ya sufuria. Ilikuwa ni kwa sababu ya ile hasira yenye tulikuwa nayo baada ya uchaguzi. Sometimes as politicians, there are things we talk about, but we mean other things. So Raila having said Ruto must go, haikukuwa kwamba Ruto atoke outside the provisions of the Constitution of the Republic of Kenya. Because we can only remove a president through the provisions of the Constitution of the Republic of Kenya. And that is why, even then Raila kisema Ruto must go, na Ruto hakuenda. Sawa sawa. Juzi tuliona Gen Z walitoka nje kabisa, and we appreciate them because they fought for social justice. But then now where the problem came, wakati walisema Ruto must go and the entire government must do what? Tunajua vizuri kwamba if the entire government collapsed, sisi sote hata wenye walikuwa wanapigania hizo haki hatungepata nafasi ya kutembea na kukua hapa. And that is why Baba again sacrificed to join hands with this man. Sawa sawa ndugu yangu. First of all, we are all Kenyans, and for that matter we are equal Kenyans. Sawa sawa. If I get back to the community, the likes of PS Omolo were people with President Ruto at the beginning. But now, after the Gen Z called for that mandamano last year, the finance bill mandamano, and the nation was in the brink of collapsing, Ruto reached out to Mzee, and Mzee donated experts, the likes of Mbadi and Wandai. I do not subscribe to the political bickering of the Wandais and so following, because one, they have become sycophants. They have become sycophants, and I don't support sycophancy at any level. So on the issue of Wandai and Mbadi, I stand with my governor, Honorable James Orengo, and Professor Peter Anyang' Nyong'o, because there is a provision in the Constitution about relations between the county governments and the national government. We should not go and beg and praise worship to get developments. It is a constitutional right. And therefore, there is no Luo who is more superior than others. Sawa sawa. Naitwa Daniel Olango. Natoka Seme. Na ile kitu nataka kusema ni ile hiyo swali yako. Kuingia kwa serikali kutoka 97, sio 97, 2001 hadi leo. Hiyo ndio tumekuwa tukipigania. Hatujapigania kitu ingine apart from that. Na every time tumeingia kwa serikali, tunaingianga na wale umesema, wale tumesema hapa, wale more Luos than the other Luos.
because they do nothing to us. Hii sasa ni ya huko kwetu sasa. They do nothing on the ground. Hata saa hii ile kitu wanatembea wakisema tumeshika positions kubwa kubwa kwa serikali. Ile haijawahi shikwa kutoka kitambo. Ile position haijawahi shikwa kutoka kitambo ni finance peke yake. Na Mjaluo. Ile kitu wanafaa watuambie ni wanatufanyia nini. Juu after hii serikali bado tutalia Wajaluo wako nyuma kimaendeleo. Ile kitu wanafaa watuambie wanafanya nini na hizi positions kubwa kubwa kutoka 201. Ndio tusilie tena tuko nyuma. Tusiingie kwa serikali yoyote imeingia. Sisi kila siku tuko kwa serikali. Hatujawahi kosa. Hatujawahi kosa kwa serikali. But ile kitu muhimu kwa saa hii, round hii tumesupport mtu mbaya. Tumesupport the wrong person. Mwenye ajui maendeleo ni nini? Mwenye ajui ile kitu anaenda kuongea ni nini? Yeye anajistukia tu ako juu ya gari. Ni kuongea tu. Hakuna kitu alipanga kuongea. Juzi mpaka aliongea na wenye walikufa. Wakaunda deal ya shamba 6,000 acres. So Ruto anataka kulingana na vile inasemekana, anatutaka zaidi sisi kama Wajaluo. Kama wamekosana huko kwa milima, anatutaka huko kwa ziwa. Anatutaka sana. Atufanyie maendeleo. Kama hakuna, hatuwezi msifu. Huwezi tuambia ati mtu moja mbili akiingia kwa serikali, sasa tusifu hiyo serikali juu tuko ndani, eti Wajaluo wako ndani. Hatuko ndani. Watufanyie kazi ndio tukue ndani. Tukue ndani kimaendeleo. But Ruto never learns. Tungekuwa tunataka kuwa president, tungepata presidency. Kama Wajaluo, I think tungekuwa mbele. Hizo vitu tunasema sijui tuko nyuma, tungekuwa mbele. Tungepata mtu ako serious anataka kuwa president. But mwenye ana support Ruto, ukikuja kwa podium, please, tuambie huyu mtu, juu mimi sioni. Huyu mtu ametufanyia 1, 2, 3. Sana sana pande ya Nyanza. Ametufanyia 1, 2, 3. Ndio tukue na moyo ya kumsupport. Usilazimishe Ruto kwa throat yetu na hakuna kitu anafanya. Swali yangu itakuwa fupi. Ndugu yangu mkubwa hapa amesema kwamba sisi kama jamii ya Wajaluo hatujaona matunda yoyote katika hizi miungano ya baba na maserikali mengine hayo. Sasa swali yangu kwake ni, licha ya kulia kila mara wakati wa election, before, during and after, katiba yetu ya Kenya inatupatia kila mtu nafasi ya kuassociate na political party yoyote na kubuni yoyote pia. Kama Raila ndiyo shida, kwa nini wewe na wale wengine mnanungunika msikuje na political party yenu mzuri, mtuongoze, mtusaidie kupata ile urais? How do we bring political party? When we went to bring a national issue. Ndugu yangu, ile kitu unafaa ujue, when you are united, you fight as one and you win as one. So ile kitu tunafaa tuulize kama jamii. Not political parties. Tunafaa tuulize Ruto kama saa hii. Najua tu hata saa hii anangoja simu ya Ruto. Anangoja simu ya Raila. Raila atanipigia saa ngapi? Anamtaka zaidi. Ile kitu tunafaa tu negotiate na government, tunakusupport kwa saa hii. Si utupee hii na hii na hii, hatuna. Hiyo ndio tunafaa tuombe kwa serikali, sio political party. Mimi kama Mjaluo, without a political party nataka maendeleo. Watu wetu wakuwe na kazi. Watu wetu wakuwe na barabara kama ile mnasemanga iko huku. Tukue kama jamii moja
tuulize kitu kama watu moja, tupewe kama watu moja. Si lazima ikuwe political, si lazima tuunde political parties. Kwa majina naitwa Boniface Ouma, natoka Ruaraka constituency. Mimi nataka niseme kitu moja, na tumekuwa tukisema hapa mara kadhaa. Sisi wananchi tunabebwa ufala. Kila wakati wa uchaguzi tunabebwa, tunawachwa, sasa hivi tunapiga kelele hapa. Sawa sawa? Ukiangalia hii issue ya handshake inatuletea shida. Kwa sababu saa hii Raila anatuambia kwamba ati Ruto must go where? Kwani wakati alikuwa maandamano akisema Ruto must go, alijua Ruto anaenda wapi? Hiyo ndio swali lazima tujiulize. Kama kuna mahali. Na hii tabia Raila anatusafishia watu wachafu. Day in day out, yeye kazi yake ni kuja kusafisha watu, lazima tukuje tukatae. Kwa sababu gani? Wewe ukijiuliza wakati wa cooperation work with Moi, muulize swali, alifanya nini Kenya hii? Wakati alikuja 2007 wakaungana na Kibaki handshake. Wakasema kwamba sasa wako kwa serikali itasaidia wananchi. Na wakaongea sana wakasema kwamba this time round Nyanza wanaenda kubenefit. Alikuwa prime minister. Wakati walifungua hizo makampuni, wakati tukiongea saa hii, hizo makampuni zinafanya? Zinafanya? Hazifanyi. Tukikuja kwa Uhuru Kenyatta wakatuambia ati Uhuru Kenyatta's government is now better than any other handshake. Wakenya sisi bado tunajiingiza kwa hiyo shida. Wacha niwaambie wananchi, shida tuko nayo saa hii ni sisi wenyewe kama wananchi. Kwa sababu hao wanafanya biashara na hizi positions wanapata. Wewe unakaa hapa, tunakaa hapa, hakuna kitu. Lakini hao wana benefit. Ukiangalia ile handshake wamefanya pale KICC, wakasaini zile MOU. So walisaini kitu pale MOU. Nyinyi mkapiga nduru, mkapiga kelele, sasa tunaenda kubenefit. Hamukujua kwamba kuna watu fulani wachache wanaenda kubenefit kwa hii serikali. Wakakuja wakatoa Rigathi Gachagua. Wakatuambia Rigathi Gachagua ni mkabila. Saa hii ukiangalia Opiyo, saa hii ukisikia Opiyo Wandayi na akina John Mbadi wakibweka pale Nyanza wakisema kwamba sisi as Luos nimeshatenga pesa nimesaini. Mbona walitoa Rigathi Gachagua kama wanajua alikuwa mkabila? Hao wanakuwa wakabila. Hii government ni government ya shareholding. Na wakati walipea Rigathi Gachagua kwa running mate, kumbuka alifuata footsteps za nani? Za William Ruto. Alienda pale Murang'a akasema Ndini Nyoro ni chairperson wa budget committee. Tumempea shareholding. Wakati William Ruto alisema shareholding. Mbona saa hii Luo Nyanza tuko na CSS wanatembea Nyanza wakisema tumetengea Wajaluo. Saa hii wamesahau wako broad based government inatakana wasavu nini? Wananchi. Swali imeulizwa hapa, swali simple sana. Who is the alternative? Wale watu wameongea mbele yangu hawajapeana jibu yoyo. So bado 2027 we are likely to make a mistake that we have been making previously. The truth of the matter is there is no alternative to compete with President William Ruto in the likelihood that the broad-based government stands until then. Sawa sawa. Hakuna mtu. Kenyan politics is tribal. The first thing you have to know, politics ya Kenya ni ya ukabila. Sawa sawa. Alafu politics ya Kenya lazima ukuwe na resources, my friend. Hawa wengine wote, Kalonzo keeps on addressing the PA and security officers at his current home. So who is going to be the best alternative? Nobody. So 2027, we don't love William Ruto. But akona 75% chance ya kuingia tena. Kwa sababu hakuna best alternative ya kucompete na yeye. Thank you. My name is Rebecca Umowor. I'm supporting the broad-based government. Repeat. I'm supporting the broad-based government because it is going in the right direction. I'm certain since the broad-based government started with the Right Honorable Raila Amolo Odinga, the peace have been reformed. Yes. As per now, because the right Honorable President of Kenya, William Ruto, hasn't finished his term, I think people should not do politics.
we should reinforce peace first, and then we give the president the time for development. Correct. Because I'm coming from Siaya, and James Orengo is my governor. And I can do a critic on him too. Ever since I was born, he's been an MP in the area. And for sure, I haven't seen or haven't tasted the fruit of his development. I'm still going back in my word of peace. For now, the broad-based government should reinforce peace. Ndio wamalize term yao vizuri. And then when they want to do politics, maybe if someone has ambition, then he or she might start from there. And then to Right Honorable James Orengo is my governor. We love him so much because he always emphasized the human rights, and not as per now, he should not fight the broad-based government. It's not necessary. It is not necessary. We need development. I'm Bernard Oraro, the only Oraro from Ruaraka. And the home county is Kisumu. That is Kisumu West, Kisumu Northwest Ward, Kisumu West constituency. I've heard people talking about the president and the presidency. There is no problem. You can be interpreted. It can be interpreted for you. Being a president, it only comes once at a time. Not everybody can be a president. Even the groups that are being formed. I've heard people talking about the business in politics. Business is politics is business, whether you like it or not. Even the people who are regrouping the other side, they're looking for business. They are not regrouping for the betterment of the Rahia. Let nobody cheat you. You cannot chase whatever you are gaining, nothing. I've had people complaining here about the handshake. All the Raila handshakes have never failed us, we as the Luo community, to be sincere. Because even there isn't handshake. There isn't handshake. I know some of you will object here. There isn't handshake. Sony Sugar, Shemelil Sugar, Moroni Sugar is in operation privately, currently. Whether you like it or not. It is in operation. Currently, Ruto went to China. Ruto went to China just the other day to look for the funds that will enable the construction of the extension of the SGR from Naivasha, from the Urus dry port to Butere to Malava border. That one is an expansion of the economy. You as the youth, what do you want? Is the job. Because you cannot be a politician. Your time of becoming a politician has not yet come. You want the job. When the industries have been privatized, the sugar industry, the Sony Sugar, and the apprenticeships were taught, unaweza soma, enda shule, enda utafuta apprenticeship chances and go to school. Get something to do, not complaining every now and then. Raila has never failed, and in fact, the best bet 2027, whether you like it or not, is still Ruto. He has performed during the time when Ruto was the Minister of Higher Education. He did something here. He's the person who broke the 2 years rest. We cannot keep on complaining every now and then. Give me time to talk, my friend. I think governance, the Kenyan governance is devolved. The Kenyan government is devolved already, and Raila came up with the devolution process. When you elected a wrong leader from your constituency or your ward, cry for your own, for yourself. Because it is your leader who is supposed to present your problems and your budget to the national budget. It is not Raila Amolo Odinga or the Ruto you are talking about. Ruto is just there as the president. If you have the MCA, it is your MCA who is supposed to forward your budget to the county assembly for approval. The leader of the MCA is your governor. If you elected a fake governor or a governor who has failed to perform, that is upon you. I'm coming back to Orengo. Whatever Orengo is saying currently, I cannot rubbish Orengo, James Agre, Bob Orengo, for nothing. Because whatever Orengo is doing, Orengo has just confused it a little bit. Because Orengo is a national politician. The only mistake he did is to go back to the county politics. And in fact, the way I'm seeing things is like Orengo is coming back to national politics. Because I'm not seeing him going for the governor. He has...
My name is Martin Kahura. I'm from Kikuyu, but currently I'm staying here also. Yeah? So sadly, I would like to disagree with the previous member who has just spoken. I have a different opinion because I feel like the problems that we have right now, the current problems that we have right now with our economy, with our politics, with our health sector, with our education, agriculture, all the problems, you've seen the mess, you've seen the corruption in the agriculture sector. Simuliona venye Linturi alifanya. You all know what is happening. The same leaders that we have right now are the same people who brought these problems. Hii pesa yenye mnasema iliibiwa, the same leaders that we are supporting right now are the same people who stole that money. And you want us to support them blindly just because that ni mtu wetu. We don't do that. I'm Kikuyu, but I don't support some of the leaders who are Kikuyu wenye waliiba pesa before. So I'd like to urge you, we have to have a new leadership. Hiyo ndio majenzi wanasema. It's not like tunachukia the leaders kina Baba, kina Uhuru, kina Ruto. No, we want new blood. People with integrity. That's why we were supporting people like Okia Omtata. They don't have resources to campaign. They don't have money to give you all, but they have integrity. Integrity is key. So I would like to disagree with you. I want to openly disagree and say that if you want our country to move forward, then we need new blood, people who are dedicated, people with integrity. Yeah, so that's my suggestion to you. Uko na objection? Anyone with objection? Because time hakuna. Then moving on to order. For those who agree with me, najua most of you agree with me. So I would like to urge the youth. My youth wenye wako hapa guys, I want to urge you. Tusikuwa tunaongea tu na mdomo, tutafute ID, tutafute venye tutapiga kura, ndio ikifika siku ya kupiga kura, tuende tupigie people with integrity. Ni sawa? Otherwise you all have an amazing day. Napinga broad-based government. Handshake, hizo ni kurudisha nyuma. Kama tunatengeneza serikali, tutengeneze serikali ya wasirikali tu, wale wametengeneza serikali. Hii handshake, hii ndio corruption, hii handshake. The word handshake is corruption. The word handshake, no job. The word handshake, no roads. Tutoe hii handshake. Na naomba Mungu, Ruto na Raila wanaenda. Hiyo ndio kitu iko hapa mbele. They fail. Wamefail. They fail. Lakini kitu najua watu wanakuja ni powerful kuliko. Mtu anakuja nyuma yako ndiye anakujua kitu umefanya mzuri ama kitu umefanya mbaya. Rigiji anajua Ruto kutuliko. Matiang'i anajua Ruto kutuliko. Hao watu wanakuja wanajua Ruto kutuliko. Sisi ni watu wa chini. Members of Parliament, tubadilishe siasa ya Kenya. Hata sisi wananchi tuambie serikali kitu tunataka, sio serikali inatuambia kitu tu wanataka. Kama sisi hatuna barabara hapa, hakuna public participation, hiyo inamaanisha viongozi ndio wanatuelekeza. Hata kama wanatuelekeza njia mbaya, bado tunasikia viongozi. Lakini for now, viongozi lazima watuzielewe na watusikize. Hata kama usikii, utaenda nyumbani kama utusikii. Nasema hivi. Broad base imekosa Raila. Broad base imekosa Raila. Hatutaki maswali. Na broad base imekosa Ruto. Hakuna kazi inaendelea saa hii Kenya juu ya broad base. Because Ruto ametuonyesha sura mpya ya Raila. Hatukuwa tunajua. Raila alisema Ruto must go. Sasa anafanya na Raila. Hiyo inamaanisha Raila anatuambia nini kwa Ruto?
Raila alituambia Ruto ni corrupt. Ako pale pale. Wewe mtu wa kawaida unafikiria nini? Now, mimi sioni kama tumechagua serikali mtu anaenda handshake. Kama uwezi jisupport serikali yako, hakuna mtu atasupport serikali yako. Juu serikali si ya viongozi, serikali ni ya wananchi. Mimi ni Morris Ouma, a member from Rangwe constituency. Nimesikia ndugu yangu akisema handshake zote imetusaidia. Ndugu yangu na kujibu, hakuna handshake imetusaidia Kenya hii. Tukienda 2007 28 election, wale ma IDPs Kenya hii Wajaluo peke yake ndio wajalipwa. Ni ukweli ama si ukweli? Si ukweli. Si ukweli. Ni ukweli. Ni ukweli. Jaluo gani amelipwa? Tukikuja 2017 wale waliuliwa. Wakati Raila walienda na Uhuru kuweka shine, tuliambiwa wale watalipwa. Hadi leo hakuna. Pale tuko na members of parliament, tuko na Raila, saa hii hata hiyo hawaongei. Mandugu zangu tunawaambia, sisi kama Wajaluo tunataka wale vijana watachukua uongozi, tuendelee naye mbele. Asanteni. Kwa majina naitwa Hiklon Frey. Na hivi kwa sasa nasikia watu wengi wamekuwa wakinungunika, wanasema kwamba Raila, lakini kwa hivi sasa nikiuliza swali langu moja kwamba nani anaongoza Kenya kwa sasa? Manake tunalalamika kuhusu Raila Odinga. Ili jina tunaliharibu, manake yeye kwa sasa haongozi. Na je, tulichagua bora kiongozi au kiongozi bora? Ni hao machache. My name is Kevin Odhiambo Ambujo. I'm an island of Siaya, that is Sakwa, Bondo, where the Prime Minister, His Excellency, is coming from. Now, I am here to object. The reason as to why I am objecting, as I have said, maybe my home area with Raila's area would be, let me say, 500 meters. So I know the problems that we have in Siaya. So that is the reason as to why I might be on the other side, not in the lorry of Raila. To start with the issue of education in Siaya, there are schools up to now without electricity. There are roads which cannot be passed by even Mkokoteni. There are bridges in Siaya, that is Sakwa, my area, that you cannot pass. Now, I am saying this knowing that the person who might push this for the development is an area MP. But Raila's hand, through his lobbying power, could do more than the MP. I know somebody will object, talking of, do you have an MP? No. Raila's power, through his work from the year 1997 to now, would have rested us somewhere. So we would have counted ourselves of a higher development country than of higher development constituency than the way it is. Number two, Raila doesn't like development. Why am I saying that? Ever since, as we've always been seeing, we have always noticed mines that are always development oriented. That is the like of Tuju. Bondo and Rarieda are just a distance. So I know whatever is in Rarieda. If you go to Rarieda, donkeys are sleeping on the roads. Why? Because what Tuju did. And now if you go to Rarieda, there are dispensaries that were built during the Tuju era. That is the same Tuju who had always been opposed by His Excellency Honorable Raila Amolo Odinga. Now, apart from the issue of Raila not supporting those who are development oriented, we see the minds that are walking around Raila. Talk of Siaya governor. Up to now, I will tell you, Siaya is pathetic. Why am I saying that? I know people who are coming where, when you look at the development program of Senator James Orengo, when you look at the development program of Governor James Orengo, the development are just within the area where he's coming from.
because we have the sub-constituencies. Now, apart from that, coming to the upper politics, the issue of broad-based government. Ever since Raila has always been in this broad-based government, but I will say without fear that it is only the government of Moi and the government of Uhuru that did us something. Look at where we are now. We, people of Siaya, Luo Nyanza, I'm always said, our political lineage is witchcrafted. Raila Amolo Odinga has brainwashed that. Because we are there blindly supporting Baba. But what is he doing? What is Baba doing? A civil servant who is here can talk about his payslip. What is happening in your payslips? The tax there is higher. Nilikuwa nataka kwanza kuongelea maneno ya president. Mahali Raila ako ndani. Sasa tumekuwa kutoka hapa nyuma, tumekuwa tunaenda election kupiga kura tuchague president. Si ni ukweli? Kuna mtu hapa mwenye ameniuma, kuna mtu hapa ameniuma saa hii. Alikuwa anaongea Raila wacha akae pale ndani. Sisi tuna benefit free pale Kisumu, angalia uwanja. Okay. Wacha, okay. Maoni yangu napeana. Ni sawa. Hapo kuna mahali kuna mtu mmoja hapa alikuwa anasema Raila hako pale ndani juu ya biashara. Mimi nitakubali Raila hako pale ndani juu ya biashara. Juu wakati mtu anasema Kisumu tuko na uwanja, Kisumu tuko na ile Oginga Odinga Hospital, ni sawa hiyo. Lakini ukitaka kuangalia vitu Raila anafanya ni ya kabila moja. Sisi wakati tulienda kwa debe, wakati tulikuwa tumesimamiza Raila, tulikuwa tunataka akuwe kiongozi ya watu wote Kenya mzima, si ni ukweli? Sasa kuna mwingine anasema okay, ni ukweli wana benefit. Kuna wale wafuasi kama mimi nilimpigianga. Ni nini ameweka huko kwetu? Hakuna hata kitu moja. Sasa mimi ile kitu nimeona, ukweli huyu Raila anatufanyia biashara. Kwa nini? Kila serikali yenye anaenda huwa tunamchagua yeye badala. Unajua kama angekuwa mtu mzuri, wakati wale watu wamesaa chukua ile kiti, yeye angekuja hapa, sisi tuumie na yeye, tupange tena next time, tuumie na yeye upande hii. Sasa yeye anatoroka, anaingia pale ndani, yeye anakula vizuri, anakula na familia yake vizuri, tena next time wale watu wenye hakusaidia, kama mimi saa hii, sasa sisi ndiye anakuja. Kama mliona juzi, mimi saa hii unajua nasema mimi ni mfuasi wa Raila, lakini I'm sorry, nimetoka hapo. Nani? Watu wa Ruto ni wachache. Endelea. Nyamaza bwana, tuliwapea time. Ile kitu iko, unajua kwa mfano saa hii, leo hii niwaambie. Ile kitu iko ni moja. Nani? Tunaongea mwanaume. Ile kitu iko ni moja. Mimi okay, kukaa kwa Raila pale ndani, hiyo ni maoni yake. Ile kuna fira na benefit hapo. Lakini ile kitu nilikuwa naomba, huyu Ruto kumtoa pale ndani ni rahisi. Huyu Ruto kumtoa pale ndani ni rahisi. Yule mtu anaendelea kutufinya Kenya hii ni Raila. Hangechua atoke pale ndani, option ya Ruto ako nayo saa hii ni hiyo Raila. Hana mtu mwingine yoyote. Kama Raila ndio mmoja wao, wakati CNC walikuwa naanda maandamano wakaenda mpaka pale parliament. Raila baada ya kusimama akakuja kupeana handshake, CNC ilifanya nini? Sasa leo hii yule mtu wa Mlima Kenya ama wa Mnyoro hayuko na yeye. Watu wengine hawako na yeye. Sasa yule mtu saa hii option Ruto ako nayo ni hiyo Raila. Mimi nilikuwa naomba Raila, wacha tu akae hapo Firanaka, uende kawa unajua ukitaka kusika panya lazima ukae karibu. Ukitaka kuchua ile kitu ni nini mtu anapika pale ndani kitchen, lazima ukae hapo kitchen, si ndio? Uende kawa huyu mzee, mimi na assume kama hataendelea hivi mpaka 2027. There is no neutrality in politics, but support mtu wako. Yes. Okay. There is no neutrality in politics. Yes. Mimi ni Kennedy. Mimi ni mbunge wa Muhoroni. So nataka kujibu ndugu yangu hivi. Ajui mwenye anaongelea juu yake. Raila usimuone hivyo. First, hizo handshakes zenye amekuwa akiingilia, he has been going there with a purpose. Yes. 2007 kama si Raila angeungana na hiyo serikali ya Kibaki, nakwambia Kenya ingekuwa kama Iraq. Na tunataka kuwe hivyo, lakini tukue na kiongozi. Haya, hii ya juzi juzi Gen Z walikuwa wamevamia mpaka serikali, na kama si Raila angeungana na hii serikali yenyewe Kenya ingekuwa pabaya. So mimi nataka kuchangia namna hii. Serikali ya Ruto ni mzuri sababu gani?
serikali ambazo zimekuwa tumetawaliwa hapa na pande moja ya Mount Kenya for 35 years. And these people have been very greedy. Ambapo Kenyatta alikula 15 years na serikali ya Kenyatta ukiangalia hizo ministers ilikuwa ni watu wa Mount Kenya. Tukakuja na Kibaki ambaye Kibaki Raila ndiye alimsupport ili apate hiyo kiti ya 207. Alipokuwa anapanga ministers, ofisi yake hiyo 90% ilikuwa watu wa Mount Kenya. Tukakuja hii ofisi ya wana support tribalism hiyo pande moja. Tukakuja kwa serikali ya Uhuru 10 years. Ofisi ya Uhuru ilikuwa pia ni watu wa Mount Kenya. Na secret, let me tell you this secret for free, na msinilipe. Wamekuwa kikopa mabilioni ya madeni. Na hii pesa yote inachaneliwa kwenda Central kusaidia watu huko, alafu wewe mwenyewe ndio unalipa hiyo ushuru. Saa hizi auditing imefanywa ambapo watu wengi ambao wale saizi for 13 years wala ambao hajalipa ushuru wametoka pande ya Central na bado mnasema ati hao ndio watu wazuri. Saa hizi wakati ambapo Uhuru alikuwa president alijenga SGR, mradi wa SGR haikuwa SGR, ilikuwa inafaa iwe electric train. Yeye akakuja na ile ubinafsi yake akafanya iwe SGR, akafikisha hiyo reli mpaka shamba yake ya Naivasha. Alikuwa na uchungu sababu hakuwa anataka maendeleo ifike Nyanza, akafikisha hapo Naivasha. Saa hizi Ruto amefanya nini? Ruto ameenda China akakopa pesa. Hata hajakopa pesa, tuseme ameleta wale investors ambapo watatoa hiyo reli kutoka shamba ya Uhuru hapo Naivasha ifike mpaka Busia border. Hapo kuna ubaya gani? Hii barabara ya Nairobi Kericho highway kwa muda mrefu hawajakuwa kiongelea, na hiyo barabara ndio imekuwa inaleta pesa mingi hapa Kenya. Wakati Kibaki alikuwa president akaenda kuchukua mabilioni ya pesa kujenga Thika Road ambayo inasaidia pande gani? Na saizi kulingana na hii serikali ya Ruto, hii barabara ya Nakuru Kericho inaenda kuwa line 12, sitasaidia Mkenya. Asanteni.